Moja ya mafundisho mazito sana katika maisha ya kiroho, somo la ibada ya kweli. Sio kila kinachoonekana kama ibada basi ukasema kwamba hii ni ibada ya kweli. Hapana, ila ibada ya kweli ni jambo la rohoni, ni jambo la moyo na lina mizizi katika ufunuo wa Mungu. Ibada ya kweli ni ile ibada ya moyo, sio ibada ya mwili. Watu wengi sana wanaabudu kwa nje, wanaamini kupitia kelele, wanaamini kupitia sauti, wanaamini kupitia nyimbo, kupitia taratibu, lakini ndani ya mioyoni mwao, yani ndani ya mioyo, ile ibada ya kweli haimo, ila nje ni kama wanaabudu kweli. Kuna mahali Yesu anajaribu kufungua siri kubwa sana. Ukisoma kwenye ile Yohana 4 mstari wa 24, mtu mmoja anaweza nisomea? Mmoja aliyeona mstari anisomea. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. My God bless. Unaona sasa, hii ni siri ambayo Yesu anajaribu kuifunua, ya kwamba Mungu ni nani? Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Kwa ili uweze kumwabudu, inakupasa wewe uweze kumwabudu kwa roho. Lakini ile roho haitakiwi kuishia tu kwenye roho, inatakiwa ije na kweli. Kweli ni nini? Kweli ni mwili wako, huo ndo kweli. Lakini roho ni roho ambayo iko ndani yako, ambayo iko ndani ya mwili wako. Sasa unapomwabudu Mungu, hautakiwi umwabudu tu katika kweli ambayo ndio mwili. Kwa namna nyingine tunasema fresh, ambayo ni mwili. Unatakiwa umwabudu katika roho na kweli, yaani umwabudu katika roho na mwili. Sasa ibada ya kweli inatoka ndani ya roho, ambapo inakuwa imeunganishwa na Mungu mwenyewe, sio katika hisia tu. Hisia zinaweza kupandishwa na muziki. Watu wengi wanapandisha hisia na muziki tu. Ukipigwa muziki, yani anapandwa hisia zake zinapandwa, lakini roho anaamshwa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linaloweza kuiamsha roho yako. Sijui kama niko na mtu hapa, sijui kama kuna mtu ananielewa. Kwa hiyo ibada ya kweli ni ile ibada ambayo inafanyika kwa moyo, sio ile ibada inayoishia kwa mwili tu. Inafanyika kwa moyo, alafu inakuja kuthibitika katika mwili. Na ibada ya kweli ni ile hali ya kuweka moyo wako kama sadaka, ile hali ya unaweka moyo wako kama sadaka, kwa sababu ibada siku zote huwa haianzi tu kwenye wimbo. Inaanza na kujitoa, na ndio maana maandiko yanasema iweni sadaka iliyo hai. Sadaka iliyo hai ndiyo ibada yenu ya kweli, sadaka iliyo hai. Warumi 12 mstari wa 1, maandiko yamesema, yameeleza vizuri. Sasa siri hii hapa, sikiza nikwambie, Mungu anachoangalia ni muktasari wa maisha yako. Hicho ndicho Mungu ambacho anakiangalia na kukizingatia. Mungu azingatii ile kitendo cha wewe cha dakika 20 kwenda kanisani ndio ukasema hii ndio ibada ya kweli. Hapana, sio ukweli. Anaangalia background, aina ya maisha ambayo unayaishi. Unaishi maisha ya namna gani? Unaishi maisha ya kumpendeza Mungu? Unaishi maisha ya ibada? Unaishi ibada sio kwenda kanisani tu. Kuna vitu vingi ambavyo vinajumuisha ya kwamba wewe unafanya ibada. Hivi unajua wenzetu wanaamini pia hata kitendo cha wewe kukaa na kula chakula ni ibada. Upande ule wa kina Ismail, upande wa bimdogo, wanaamini kitendo cha kula, mtu akiwa anakaa chini, mtu akiwa anakula chakula, kile kitendo tu cha yeye kula, ile ni ibada. Kwa hiyo wanaiheshimu na wanaipa hadhi ya ibada. Sasa ibada imegawanyika katika maeneo mengi. Kwa usije ukakaa ukajidanganya eti kwamba mimi nikienda kanisani zile dakika 20 ndio nimefanya ibada, lakini ndani ya moyo wako upo pale kanisani, unaanza kuwaza mambo ya ajabu ambayo laiti kama nikikusimamisha nikakwambia wewe kwa nini unawaza hichi na hichi na hichi na upo kwenye nyumba ya Bwana, utasema umejuaje? Watu wengi tumejichanganya. Tufanye ibada iliyo ya kweli, tufanye ile ibada iliyo ya kweli. Tunatakiwa tujifunze kuishi maisha ya kunyenyekea mbele za Mungu. Unapoishi maisha ya kunyenyekea mbele za Mungu, unaifanya ibada iliyo ya kweli. Kwa tafsiri nyepesi, tunaweza tukasema ibada ya kweli ni kutii. Kabla mtu hajaimba Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe. Mungu anachoangalia kweli, Bwana usehemu yako, anaitii ile sauti yake. Na ndio Bwana unaambiwa kutii ni bora kuliko nini? Kuliko sadaka. Kutii ni bora kuliko sadaka. Neno la Mungu linasema utii ni bora kuliko sadaka.
Je, unaitii ile sauti yako? Ile sauti yako unaitii ile sauti yako? Unaweza ukawa unaimba lakini ndani yako hauna utii wa kumaanisha kulingana na kile unachokiimba. Hakuna utii ndani yako. Ndio maana nimekwambia ukisoma kwenye ile Samueli wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 22, Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22, maandiko yanajaribu kuzungumza kwa habari ya nguvu iliyopo katika kutii, ikimaanisha kwamba sadaka unayotoa kama ukiwa hauna utii ndani yako umepotea. Kwa hiyo kumbe kutii ni zaidi ya wewe kutoa sadaka. Kutii, ibada bila utiifu inageuka kuwa maneno matamu yasiyo na roho. Lakini utiifu sasa, utiifu hata wewe ukinyamaza kimya, kama ni mtu wa utiifu, maisha yako umeyafanya kwamba ni utiifu, inaashiria kwamba ile ni ibada. Ile ni ibada. Yaani wewe ukinyamaza tu kimya, lakini ndani yako kuna utii, tayari ile ni ibada. Hivi unajua kwamba ibada ya kweli huweka Mungu, yani inamuweka Mungu kwenye kiti cha enzi mbele ya moyo wako? Umewahi kujua hicho kitu? Watu wengi sana wanaabudu wakitafuta msaada. Wengi, most of them, wanaabudu wakitafuta msaada. Lakini ibada ya kweli humweka Mungu juu ya kila kitu, yani juu ya kuliko hata hizo haja zako. Kwa mfano, watu wengi sana mafundisho, mtu anaweza kaingia hapa akisikia mafundisho leo, hamna baraka, hamna miujiza, huyo anachomoka, anasubiri nikitangaza hapa, nikitangaza kuna ibada fulani hapa, nikizitangazaga utaona mwitikio wa watu utaona ni mkubwa sana. Wapendwa wa leo, tumekuwa ni watu wa kuchagua. Tunachagua aina ya mafundisho, tunachagua fundisho gani ndio unatamani kulisikia. Fundisho hili hili mimi hapana, hili sio, hili ngoja kwanza umri uendeende, umri hili hili nawachia waliosogea, hili mimi hapana. Ibada ya kweli haiko hivyo. Ibada ya kweli haiko hivyo. Na ndo maana ukisoma kwenye ile Zaburi ya 81 utasoma mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 9, kuna maandiko yanajaribu kuzungumza kwa habari ya kumwamini na kumwabudu Baba mmoja tu. Mungu anawaambia Israeli, nisikilizeni, msiwe na Mungu mwingine ila mimi. Mungu anatuonya tusiwe na Mungu mwingine ila yeye. Sasa wewe leo hii unachagua mafundisho, unachagua hichi nitafundishwa, hichi sitaki kufundishwa. Ina maana kwamba wewe una namna yako ya baba anayekukontrol, anayekuongoza. Na kwenye Zaburi 81 ukisoma mstari wa 8 mpaka wa 9 tumeonywa kwamba tusiwe na mtu mwingine, yani mtu mwingine asiwepo akachukua nafasi ya Mungu, asiwepo. Sasa hapa ndipo watu wengi hushindwa. Wanataka Mungu awafanyie, lakini hawamfanyi kuwa Bwana. Watu wengi tunapenda tu Mungu atufanyie, lakini sisi hatuko tayari kumfanya huyu Mungu awe Bwana. Niko na watu hapa, natamani nisikie amina kama niko na watu. Mungu kubariki. Amen. Rabo seke yentele mosika yanta rabo saka yanta raba seke yentele mersika yanta. Ibada ya kweli ni kuja kwa unyenyekevu, sio kwa ushawishi. Ibada ya kweli ni ile hali ya wewe kuja kwa unyenyekevu. Unakuja kwa unyenyekevu, ushawishi unauweka pembeni, una focus na unyenyekevu. Hiyo ndo tunaita ibada ya kweli. Hiyo ndo inaitwa ibada ya kweli. Hivi unajua kwamba kweli ya ibada haihusiani na, ukisoma vizuri kwenye Luka 22 mstari wa 42, ukisoma utaona Yesu alipata ushindi aliopata Yesu pale Gethsemane ni kwa sababu ya ibada ya kweli. Sasa ibada ya kweli ni pale neno la Mungu linapokuwa ndani ya mwanadamu, yani neno la Mungu linapokuwa ndani ya mwanadamu. Hii ni ibada ya kweli. Na ndio maana kuna mahali anasema neno la Mungu na lijae kwa wingi ndani yenu. Huu mstari huwa na upenda, afu mara nyingi sana huwa nawashikisha ili muelewe, kwa sababu Mungu mwenyewe amesema kama neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yako, omba lolote utakalo. Hakuna shida utamuomba Mungu atashindwa kukupea ikiwa neno la Mungu lipo ndani yako, kwa sababu ukiwa na neno la Mungu litakufungua. Utakuwa na uwezo wa kuona macho, utakuwa na macho haya ya nyama tulionayo, utakuwa na macho ya roho, utakuwa na macho kwenye ufahamu, utakuwa na macho kwenye moyo wako, utakuwa na macho kwenye kila eneo zako za msingi. Zile njia zako za fahamu, zile 5 zile zote zitakuwa na jicho. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limekaa kwa wingi ndani yako, limeshiba, limejitosheleza. Hivyo unajua kwamba Mungu aliwahi kukataa ibada kwa watu wake kwa sababu walikuwa na midomo tu ilifanya Mungu aweze kukataa ibada. Utasoma pale, soma Mathayo 15, soma mstari wa 8 mpaka wa 9. Mungu mwenyewe amewasha moto, asema haiwezekani, watu hao wananiheshimu kwa midomo tu, wananiheshimu kwa midomo, bali mioyo yao iko mbali nami.
mioyo yao iko mbali nami. Kumbe Mungu anachokitaka, hautaki huo mdomo wako unaosema Bwana Bwana, Bwana Bwana wa majeshi ninaye. Anataka moyo wako. Ndani ya moyo wako ukisema Bwana wa majeshi ninaye, Bwana wa majeshi ninaye, ndani ya moyo wako ukisema, kwanza kile kitu kinatoka ukiwa na amani. Kinapotoka ukiwa na amani, na wewe pia unapata kuuishwa. Kuna namna unapata kuuishwa tena. Manangu, noti hichi kitu, ibada bila neno ndani, hizo ni kelele. Ila ibada na neno ndani yake, huo ni uwepo. Ibada na neno ndani yake, huo ni uwepo. Lakini ukiona kuna ibada hakuna neno ndani yake, hizo mwanangu ni kelele. Ibada inaambatana na neno ndani yake, ambapo mwisho wa siku kinachokuja kinainuliwa kitu kinaitwa uwepo. Uwepo wa Mungu unainuliwa, uwepo wa Mungu unathibitika. Sikiza nikwambie, mtu anayemfanyia Mungu ibada ya kweli, ile ibada ya kweli ina tabia ya kuleta mabadiliko ndani ya mwanadamu. Hiyo ni principle ambayo haizuiliki, na ni principle ambayo ni harisia. Ibada ya kweli huwa inaleta badiliko ndani ya mwanadamu. Ukifika kanisani ukatoka vile vile, hiyo haikuwa ibada. Watu wengi sana tunaenda kuabudu, tunaenda kusali makanisani, lakini mwisho wa siku hakuna tunachofanikiwa. Tunatoka kapa, tunatoka kama tulivyoingia. Tena na muda mwingine tunatoka tukiwa tumebebelea na mambo mengine, kwa sababu unapoenda kanisani ulienda tu na machache. Umefika kanisani umeketi, ukifika pale unaanza kushangaa mishono ya watu, unaitazama mishono ya watu. Unapoitazama mishono ya watu, akili yako inaenda spidi. Unapoenda spidi, unaanza kuingiwa na tamaa. Ukiangalia familia ya watu fulani wamependeza, alafu wewe ukiangalia jana ulilala njaa. Wewe ukiangalia umetembea ya mguu mbali mrefu, lakini ukiangalia kuna wengine kanisani wamefika wamepaki magari yao nje. Aya kayenterebosi kayantarabosa kayantarabosa. Hautatoka na kitu, utatoka kapa. Aya, sijui kama naongea na mtu. Sasa ukiwa na mentality hizo, ibada utakayoifanya wewe haitakuwa na matokeo. Unatakiwa uhakikishe ukifika kanisani usitoke kama ulivyoingia. Kuna kitu cha kiungu kinatakiwa ukipokee. Kuna kitu cha kimungu hakikisha unakipokea unapokuwa ibadani. Usitoke hivi hivi kwenye nyumba ya Bwana. Hakikisha umepokea kitu cha kimungu. Ninachokipenda mtu akiwa anafanya ibada ya kweli, ibada ya kweli, mtu akianza tu kufanya ibada ya kweli, ngoja nikwambie mwanangu, ibada ya kweli huwa inabadilisha tabia. Ibada ya kweli haibadilishi hisia zako, inabadilisha tabia. Hiyo ndo ibada ya kweli, na ndo maana nakwambia ibada ya kweli huleta badiliko la ndani ya mwanadamu. Kwa wewe na hizo tabia zako, ili tuweze kuthibitisha umebadilika, ni pale ambapo utasimama na kuanza kufanya ibada ya kweli. Hivi unajua kwamba ibada ya kweli ina tabia ya kuzaa uwepo wa Mungu? Ngoja nikwambie, sio kila sehemu ambako utasikia kelele, kuna kelele basi Mungu yupo. Hapana. Mungu yupo mahali ambapo pana ibada ya kweli. Mungu yupo mahali ambapo pana nini? Pana ibada ya kweli. Na ndo maana mahali penye uwepo wa Mungu, Roho anashuka. Roho akishuka, nguvu za Mungu zinafanyeje? Zinafunuliwa. Mioyo unashangaa tu automatically moyo wako umetulia. Hapo hapo uponyaji unatokea bila hata kuombewa. Kwa nini? Kwa sababu kanuni ya Mungu hukaa katika sifa, na hizo sifa ni zile sifa za watu wake, sio maneno yangu. Soma Zaburi 22 mstari wa 3. Soma Zaburi 22 mstari wa 3. Tumoja nisomee hapo. Sije ukasema apostonimu unatunga. Hapana, sio maneno yangu. Ni maandiko matakatifu yamesema. Zaburi 22 mstari wa 3. Mtu mmoja nisomee. Rabo seke yenteremesi kayanta raboza. Neno la Mungu linasema, Zaburi 22 mstari wa 3. Karibu. Na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Umeona juu ya sifa ubarikiwe. Kwa kwamba Bwana hukaa katika sifa za watu wake. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Anakaa juu ya sifa za watu wake. Sijui kama unabarikiwa na somo. Kwa lazima uhakikishe roho yako inakuwa na uhai. Hakikisha roho yako inakuwa na uhai. Kwa muda wako utasoma Yohana 4 mstari wa 24. Kwa muda wako utasoma ili kuweza kuhakikisha roho yako inakuwa na uhai. Hakikisha moyo wako uwe sadaka. Moyo wako, sizungumzii pesa hapa, nazungumzia moyo wako. Ufanye moyo wako kuwa sadaka. Utasoma Rumi 12 mstari wa 1.
ndio ikakuhimize, ikakusisitize. Rumi 12 mstari wa 1 utasoma ikakuhimize. Na nimekuambia hapa lazima uwe na utii, lazima utii utamkwe kwako kwenye maisha yako. Kwa kukuhimiza utasoma mwenyewe Samueli wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 22. Nimekuambia hapo juu, kazia. Hakikisha unamfanya Mungu anakuwa juu ya kila kitu. Mfanye Mungu awe juu ya kila kitu. Kwani Zaburi 81 mstari wa 8 unasema nini? Haya, utasoma kwa muda wako. Sasa kwa kumaliza, natamani uelewe hichi kitu. Ibada ya kweli inaanza pale Mungu anapopata nafasi ndani ya mtu, kulivyo hata anavyopata nafasi kwenye majukwaa. Bebe hiyo itakusaidia. Ikiwa Mungu hana nafasi moyoni, hata kama mtu anaimba vipi, hata kama mtu ananena kwa lugha vipi, elewa tu kwamba Mungu yupo mbali. Lakini Mungu akipata nafasi ndani ya moyo wako, akipata nafasi kwenye maisha yako, akipata nafasi, hata uking'aa peke yako, uwepo lazima kuna namna. Yani lazima kuna namna. Mungu atupe kuelewa na kutambua namna ya kumwendea usahihi. Hicho ni kitu ambacho natamani kila mtu, utakapokuwa ukifanya ibada, usifanye ibada ule muda tu. Kwa mfano tunakutana kila siku saa 2 hapa na tunakutana tena kila siku saa 8. Isiwe tu hiyo tu ibada yako ndo hiyo. Yafanye maisha yako kuwa sehemu ya ibada. Maisha yako yawe sehemu ya ibada. Yani jifunze kuishi kwa ibada. Jifunze kuwa ushuhuda. Kwani maandiko yanasemaje? Si anasema nao wakamshinda kwa nini? Kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Sasa hauwezi kupata ushuhuda kama ndani yako haiko kweli. Lazima ndani yako iwepo kweli. Mungu awabariki sana. Muda wa maswali. Naomba niruhusu maswali 2-3. Wapi hujaelewa? Unatamani wapi nikueleweshe zaidi? Karibu maswali. Yesu asifiwe. Amina. Mimi nina swali kutokana na kitu chote kinachosema ibada ya kweli. Ndio. Nimejaribu kusoma Timotheo wa 2 ule mstari wa 11 mpaka wa 12. Nazungumzia kwamba mwanamke hapaswi anapaswa ajifunze kwa utulivu na kwa utii. Lakini pia amezuiliwa kupewa ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Sasa sielewa kwamba mwanamke akifundisha au labda yani akiwa anafundisha labda mwanamke anakuwa mtunja vipi utii? Hapo ndo sijaelewa. Swali zuri sana. Swali zuri sana. Sana. Rudia tena kuliuliza ili kila mmoja asikie. Kisoma Timotheo wa 2 mstari wa 11 mpaka 12. Imeandikwa kwamba mwanamke anatakiwa ajifunze katika kutii na utulivu na kila namna. Anaendelea kusema kwamba kwa 12, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Na vipi, yani ni kwa namna gani ambapo mwanamke akishindwa kuwa mtulivu kanisani, au mwanamke kama akifundisha ni kivipi atavunja utii? Mmeelewa swali lakini wamenyamaza. Sawa, mimi nataka nikujibu vizuri na kwa uelewa na kwa kukuimarisha. Ukisoma vizuri haimaanishi, yani si kuwa mwanamke haruhusiwi kufundisha kanisani kabisa. Haimaanishi hivi. Lakini anachomaanisha ni kwamba haruhusiwi kufundisha kwa mamlaka ya kuongoza wanaume kama mtawala wa kiroho yao. Nielewe vizuri. Kwa sababu hiyo itakuwa ni kama inakiuka mpangilio wa kanisa. Sasa mwanamke anavunja utii vipi akifundisha kanisani? Mwanamke anavunja utii ikiwa anafanya mambo, yani moja ya haya mambo. Nifuate vizuri. Unakuta mwanamke anafundisha kwa mamlaka ya utawala juu ya wanaume. Sijui kama unanielewa. Mfano, kutoa mafundisho ya madaraka. Unakuta anatoa madaraka ya juu yanayowatawala wanaume kana kwamba yeye ndiye kiongozi wa mwisho wa kiroho. Hiyo ni mbaya. Kwa sababu kiasili Mungu alimuumba mwanadamu ili afanyaje? Atawale kila kitu. Lakini mwenye mamlaka alikuwa ni yule ya muasisi wa kwanza ambaye ni Adamu. Na ndio maana unaambiwa mwanamke alitoka ubavuni mwa Adamu. Kwa hiyo kumbe wewe mwanamke kwa lugha nyepesi uliletwa kuwa kama msaidizi. Si ndio maandiko yamesema hivyo? Mwanamke wewe ni nani? Ni msaidizi. Lakini utakapochukua mamlaka, utakapochukua ile hatua ya kusema unataka ufanye kuwa kama wewe ndo mtawala, wewe ndo uongoze, hicho ndicho kinapokuja kuwa tatizo. Hautakiwi uongoze kwa mamlaka. Hili ndilo neno. Yani hapa ndipo alipokuwa na maanisha kwamba unapofundisha fundisha, lakini kwa mamlaka ya utawala wa juu ya mwanaume usiguse. Na ndio maana hichi kitu wanangu mnatakiwa muelewe. Kuna muda wewe kama mwanamke hutakiwi kuwa juu ya mwanaume. Hata kama ni mdogo wako, kuna kitu hutakiwi kumpanda juu.
ni mwanaume kwa asili ambayo Mungu mwenyewe aliikusudia. Yeye ni mwanaume, ana nafasi yake. Yeye ni mwanaume, ana nafasi yake. Sasa unachotakiwa kuelewa kwamba kanisa ni muundo wa kiroho. Sasa kama kanisa ni muundo wa kiroho, hakuna aliye juu ya mfumo. Na hii aya ya Paulo, unajua hii aya ya Paulo ambayo alikuwa ameiandaa hapa inahusu oda. Hii sio gender discrimination. Hii ni oda ambayo ilikuwa imetolewa. Sasa mwanamke akifundisha bila kuwa chini ya mamlaka ya kichwa cha kanisa, ndio haya yanayokuja kutokea. Kwa hiyo anatakiwa akifundisha kwa roho ya kuamrisha na kutawala, kuna kitu kinakuwa hakiko sawa. Kinachokuja kuzungumziwa hapa ni ule mtazamo wa kumwamrisha mwanaume. Hicho ndo kiini kikubwa ambacho Mtume Paulo alikuwa amekiangalia wakati anaandika. Na kuna wengine unakuta wanachukua uongozi wa kanisa kimaamuzi bila hata kuteuliwa. Ndio hapa sasa nakwambia kanisa lina mfumo. Na Paulo ukiangalia vizuri, Paulo alichokuwa alizingatia nidhamu na ya utaratibu wa kanisa. Hakuangalia uwezo wa mwanamke, aliongea kuhusu nidhamu ya utaratibu wa kanisa. Ndicho ambacho kilikuwa kimezingatiwa hapa. Sasa muda mwingine unaweza ukajiuliza, kwa hiyo sasa mwanamke anaweza akafundisha vipi bila kuvunja utii akiwa chini ya mamlaka ya uongozi wa kanisa? Sijui kana kujibu swali lako. Akiwa chini ya mamlaka ya uongozi wa kanisa hawezi kuvunja utii, sababu hapo mamlaka iko juu yake. Ile roho ya kutawala ina maana inashikiliwa, inaongozwa. Na muda mwingine unajua, kikawaida mwanamke anatakiwa awafundishe wanawake, afundishe vijana au watoto. Ukisoma maandiko vizuri, soma ile Timotheo, ile Tito sio Timotheo, soma Tito wa pili. Nisomee ule mstari wa 3 na 4. Tito sura ya 2 na mstari wa 3. Mstari wa 3 na 4. Anasema vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe ni kutumia mvinyo nyingi, bali mafundisho mema. Lakini pia 4, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto zao. Umeelewa sasa? Amina, nimeelewa. Umeelewa vizuri Kwa hapo kikubwa unatakiwa tuelewa kwa undani. Paulo hakutazama mwanamke kufundisha, alitazama mwanamke kuongoza kwa mamlaka ya kutawala. Kutawala kina nani? Kuwatawala wanaume bila utaratibu wa kanisa. Kwa hiyo utii sio kukatazwa, bali ni kuheshimu oda ya kiti cha enzi cha kanisa. Kuna namna, yani ukifika kwenye makanisa kuna namna. Yani kwa mfano, si kawaida inafahamika ukiwa nyumbani. Kwani nyumbani mwenye sauti ni nani? Ni baba. Kwa mtu akikosea pale, sauti ya mwisho yenye kuonya ikasikilizwa ni nani? Itakuwaje pale ambapo mama anageuka kuwa yeye ndo sauti? Baba ataonekana nafasi yake iko vipi? Au baba tutamtafsiri vipi? Kama mtu asiyekuwa na mamlaka. Sasa hicho ndicho ambacho Paulo alikuwa amekiona. Nadhani nimejibu swali lako vizuri sana. Amina. Umepokea kitu? Tayari nimepokea. My God bless you. Mungu akubariki sana mwanangu. Amen. Mimi huwa napenda maswali kwa sababu kwenye maswali ndiko ambako kunaweza kukakufanya wewe uweze kumjua Mungu vizuri. Napenda maswali kuliko kitu chochote. Muda mwingine huwa napenda maswali kuliko hata kuleta mimi ujumbe wangu, kwa sababu kwenye maswali ndiko na kugusa. Naomba swali lingine la mwisho. Mwenye swali jingine la mwisho kulingana na somo la leo. Wangapi mmebarikiwa? Hamna mwenye swali jingine? Haya basi, Mungu awabariki. Mimi naomba niahirishe ibada. Baba, katika jina la Yesu nasema asante. Unastahili kupewa sifa, unastahili kuhimidiwa. Wewe ni mfalme wa wafalme. Asante kwa ajili ya ibada hii. Dhihirishe mwenyewe. Pokea sifa, heshima na utukufu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja. Amen. Amina. Mungu awabariki. Tukutane saa 8:15 kwa ajili ya maombi mazito kwa dakika 45. My God bless you. Nawapenda sana. Chao chao.